yetu, ndugu yetu mkubwa, kiongozi wetu Wycliffe Musalia Mudavadi. Tupigeni makofi. Haya. Askofu mkuu wa ADC Bishop Chabuga na viongozi wote wa ADC, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, viongozi wote ambao wamekuwa hapa kwa jukwaa wamejulishwa, wamenena na wengine hawakunena, waumini wote siku ya leo ambao wako hapa na wale wanatazama kwa runinga, hamjambo. Mirembe. Mirembe ja Yesu. Mirembe ja Nyasaye. Leo ni kweli mimi ni mwana wa Hana. Asante. Leo tumekuja hapa kwa sababu ni siku kuu ya ADC kusherehekea miaka 73 tangu kanisa lenu lianzishe. Na nikiangalia kwa historia, mwaka wa 1945 Oktoba 24 United Nations ilibuniwa, na nyinyi mkabuniwa miaka mitatu baada ya United Nations kama independent church. Kwa hivyo hii ni sherehe kubwa kwa sababu nyinyi na United Nations ni rika moja. Miaka mitatu tu ndio inaweka tofauti, lakini tumeonyesha kwamba kwa miaka hiyo yote usimamizi wa kanisa lenu umekuwa imara na mmekuwa na sheria ya kikanisa ambayo imehakikisha kwamba transition inakuwa nzuri, na sasa tuko hapa siku ya leo na tuna matumaini kwamba miaka zingine 73 ziko kule mbele zinakuja. Nataka pia niwashukuru kwa sababu leo kupitia kwa Archbishop wenu mumedhibitisha kwamba lengo lenu ni kusaidia Wakenya wote bila pingamizi, bila ukabila, kuhakikisha wote kwanza wanamheshimu Mwenyezi Mungu, la pili wanaheshimu serikali, na hiyo ni jambo la muhimu sana. Kwa hivyo Bishop, this is an important message. Stability of a nation, the peace and security of a nation is paramount. We do not want to have a country where even going to church is a problem. We do not want to have a country where even going to a mosque or a temple is a problem. We all need peace and stability. Na mwanzo ni vile tumeanza siku ya leo. Bishop na viongozi, I thank you for the kind words. Mimi ni wenu, but thank you for the kind words. I did not expect them. Hayo tuombe Mungu atulinde sisi sote. Kwa mambo ya kitaifa nitataja tu one phrase or two. Kuna msemo ambao wanasema corruption fights back. Yaani ufisadi haulali tu. Ufisadi ama wafisadi wakiona kwamba mlango wao unazidi kuzibwa, huanza kupigana. Na mmesikia wanenaji wakisema vile NHIF ilikuwa ikiporwa. Na sasa kupitia kwa bunge sheria mpya imetokea ambayo inataka ibadilishe na izibe zile mashimo. Mkiona hii kelele ambayo imekuwa, it is true we have to roll out faster. Lakini mkiona hii kelele, it is also because corruption is fighting back. Hawataki mubadilishe, muende kwa mfumo ambao utasaidia kila wote. Kwa hivyo tuchunge sana,
because corruption fights back. La mwisho, nataka tukisimama hapa, kabla sijamuita rais wa Jamhuri ya Kenya, tutambue kwamba ni lazima kama taifa tuwe a nation that respects the law, the rule of the law, and the processes that are demanded by the law. Tukiheshimu bunge, tuheshimu. Tukiheshimu county assembly, tuheshimu. Tuheshimu executive, tuheshimu mahakama. Kenya itakuwa vizuri kama tutafanya vile. Na tumekuwa tukitembea. Juzi tumekuwa pahali, sitaki kutaja mataifa. Kubadilisha uchumi wa nchi sio kitu rahisi. Tumekuwa kwa nchi hawana mafuta, hawana petroli. Public transport ime collapse. Tumeona mataifa bara la Afrika saa hizi watoto milioni 100 hawaendi shule kwa sababu ya ghasia na vita. Tushikane kama Wakenya, tuhakikishe kwamba hatufiki kiwango kama kile. Tuepukane kabisa, tuwe na utaratibu na tuheshimu serikali, tuheshimu rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, ili ndio tuwe na manufaa tukienda mbele. Kwa hivyo yangu yalikuwa yale, na mimi nataka niwaambie kusingiri hala no, kugumira na mikono no, kabisa kabisa. Na ombogu uyundi sindambo lande kuhande bzakuye no ndabora adugadu ndondi ndabora ndi kuhande kubwaha uyundi bas nokokora ndio korobabu rehi swala bande bagiriza kunina misara zimbiru bako telleka ben. Kwa hivyo nataka sasa sote, sijui tutakuwa na wimbo gani wa Kikristo, tumkaribishe Mheshimiwa William Samoei Ruto aje mbele atuhutubie. Nani wapi kwaya? Asante. Aya.